Nchini Cameroon huko Afrika ya Kati, kuna mwanamama aliyekamatwa akiwa anaiba ndizi kama mnavyoona kwenye picha, huku akiwa amebeba mtoto mgongoni. Na picha hii ya pili hapa, hii ni picha ya mume wake akiwa na enjoy, anakula bata na vitoto vya 2000. Huyu mama alipokamatwa aliuliza, kwa nini unaiba ndizi mama mzima kama wewe? Baada ya hapo huyu mama akawajibu watu wanaomzunguka hapo kwenye picha kwamba mimi sina cha kufanya zaidi ya kufanya hivi ili niweze kulisha watoto wangu. Wakamuuliza, je, hauna mume? Akasema, nina mume, ila mume wangu alitutelekeza. Kuna wakati huwa anaishi huko na wanawake wengine, anarudi nyumbani baada ya miezi 6. Hayo ndio yamekuwa ni maisha yake. Kwa hiyo mimi bila kufanya hivyo watoto wangu watakufa njaa nyumbani. Wanaume, ikiwa kwamba upo kwenye mahusiano na unakaribia kumwoa msichana wa watu, na ikiwa una mpango mwingine wa kumfanyia mambo ya namna hii, ni bora uache kuoa huyo msichana wa watu, kwa sababu hajazaliwa na nyama, amezaliwa na wanadamu. Ona mambo anayopitia mama, maumivu makubwa mama kama huyu. Ona mwanaume wake ambaye ni mume wake, mambo anayoyafanya, anakula pesa, anatumia pesa na watoto ambao wanaweza kawa hata mabinti zake, watoto wadogo. Kwa nini? Haya ni mambo ambayo yanamchukiza sana Mwenyezi Mungu. Mungu hapendezwi na mambo haya. Tubadilikeni. Chozi la mwanamke ni laana. Chozi la mwanamke ni laana katika maisha ya mwanaume, na kicheko na tabasamu ya mwanamke ni baraka kwa mwanaume. Wanaume wengi hawajui hilo, na ndio maana wanaume wengi wamekuwa sana wanajiuliza, kwa nini siendelee kimaisha? Hapana, unaendelea kumliza mke wako, unaendelea kumuumiza. Wanaume wenzangu, tuachane tabia hizi, tuwapendeni wake wetu na tuwajali pia, na Mungu atatubariki.